kanisani. Simwache aende darasani akasome biology. Hayo ni manati. Umesikia eh? Haya, tuache huo ni utangulizi, tutaongea baadaye. Kwa nini tunasisitiza kujua haya mambo kabla au kuchukua tahadhari kabla? Sababu ni kadha wa kadha. Sababu ya kwanza, bila kanuni za uwekezaji kihisia utapitia uzoefu mchungu sana. Ninaenda kutaja uzoefu michache au uzoefu kama wa aina 4 tu za msingi ambazo ikiwa hutakuwa makini katika kuzingatia masharti, precautions, kabla hujaingia katika mahusiano ya ndoa, utapitia uzoefu mchungu sana. Kwa hiyo uzoefu wa kwanza, wapo watu ambao wanaanza mahusiano kwa sababu ya hofu. Hofu unamfanya mwekezaji kuuza kwa bei rahisi. Anauza kwa bei ya kutupa. Huwa nawaambia vijana mahali kwingine kwamba mtu ambaye anajua nyanya zake zimeiva sana na ni jioni pale Manzese, anapanga mafungu madogo madogo makubwa makubwa. Mafungu ya nyanya ambayo zimekaribia kuharibika yanakuwa ni makubwa makubwa madogo madogo. Mafungu makubwa makubwa. Kuna wadada hapa ambao wameshapanga mafungu makubwa makubwa tayari kwa sababu ya hofu. Nimemaliza chuo, hofu. Nimetoka tangu third year sijaona mtu ameniuliza mahusiano, hofu. Nyumbani huko sijaacha mchumba, hofu. Kanisani kwangu hakuna mtu ameniuliza mahusiano, hofu. Huyu anapanga mafungu makubwa makubwa ya nyanya. Atakaye kuja yoyote maana anajihisi it is too late, anapanga mafungu makubwa makubwa. Wateja njooni, bei ya jioni, bei ya jioni, bei ya jioni. Nikwambie kwa neema ya Yesu hakuna bei ya jioni. Kama mkao wewe bado ni ua unang'ara. Haleluya. Usipokuwa makini katika uwekezaji kihisia, utatawaliwa na hofu, utamkubali yeyote. Sawa na mfanya biashara anaowekeza, lakini akigundua biashara yake imepita muda na masaa yamekwenda, ana hofu itaharibika, anapanga. Hata mboga za majani, wale wauza mboga za majani mnajua, ikifika jioni mboga zimeanza kunyauka. Si unawaona huwa wanaongeza mafungu yanakuwa makubwa. Wamenyunyuzia maji imeshindikana. Lakini niwaambie wapendo wa dada mnaonisikiliza na wakaka, maisha yako ulivyoyaendesha ndio yatafanya uweze kuwa na hofu katika mbinu zako za uwekezaji kihisia. Kama wewe ni mwaminifu, tangu jana wako ni mwaminifu, haujauharibu kokote, usiwe na wasiwasi, atapatikana mwaminifu atakaye kuhitaji. Umesikia? Acha hofu. Acha kufanga mafungu makubwa makubwa. Bado jua lipo, utauza tu. Haleluya. Acha hofu. Sababu ya pili, bila kanuni za uwekezaji kihisia utapitia uzoefu ufuatao. Ya kwanza ni hofu. Ya pili, tamaa. Tamaa, mfanyabiashara yoyote ambaye anafanya biashara bila kufuata kanuni za uwekezaji atakuwa na tamaa. Na tamaa inampelekea kununua kwa bei ya juu, maana anakimbizana na fashion. Ninyi wawekezaji kihisia, sema naam. Ninyi wawekezaji kihisia, tuliza moyo, tumia akili. Kila mrembo yupo hapa duniani ni uchaguzi wako tu. First year wanapokuja lazima kuna warembo, hilo linakukumbusha. Mwakani kuna first year wanakuja, umesikia eh? Kuna warembo pia. Tuliza hisia. Yaani wewe kila mahali umewekeza kwenye nyanya, umewekeza kwenye matikiti, unaenda kuwekeza kwenye mboga, unawekeza vyote vya ajabu ajabu tu vinavyonyauka na kuoza. Kwa nini usiwekeze kwenye kokoto? Wewe unauza madebe ya kokoto angalau yaoze. Kwa hiyo kanuni hii inamuhusu yule kijana wa kike au wa kiume ambaye Abdalla ni wa kwake, Joseph ni wa kwake, Husaini ni wa kwake, Jumanne ni wa kwake. Wewe dada wewe. Wekezaji gani wewe unauza kila kitu? Umekuwa baklesa. Anauza hadi karanga. Muangalie usoni huyu amewekeza pengi, muangalie utaona tu macho yake anacheza. Umemwangalia? Umemwona? Tamaa inampelekea mwekezaji huyo kufanya biashara kwa kukimbizana na fashion. Anaingia hasara yumo tu, maana amekuwa ni mwekezaji mwenye tamaa. Rafiki, tuliza hisia zako, wazuri wapo. Nitakwambia vitu ambavyo vinapatikana Kariakoo. Jamani, nywele, sema zipo Kariakoo. Nywele, nyusi, kope,
unayevitafuta. Wanakuunganishia tu, yaani wanafanya kukuunganishia tu. Yaani utakuwa unasindikiza watu macho hivi. Unameza macho, anapita mwingine. Nikwambie rafiki, utateseka Dar es Salaam hii. Hebu ishi maisha yako. Na shetani alivyo mbaya anakulingishia tu. Alafu mimi nashangaa siku hizi Pastor Makelele. Kila mdada ana umbo zuri siku hizi. Sijui anayatoa wapi, mimi sijui. Kale yako. Ninashangaa hadi kienda kwenye maharusi mimi wanashangaa. Hivi kila bibi harusi tu ana sitting allowance jamani? Mabibi harusi wote umbo la nguva. Wanasema kila bibi harusi jamani, wote kweli jamani, wote kabisa, wote. Vipo Kariakoo. Kwa hiyo tuliza kichwa mwanangu na kusii kwa neema ya Yesu. Haleluya. Tuliza hisia. Utayumbishwa, utayumba, usikubali kuyumba. Dakika moja tu. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi. Yesu ndani ya vijana, maisha mema, maisha mema. Yesu ndani ya vijana, maisha mema, maisha mema. Dakika chache tu mambo yatakuwa mazuri. Jamani, ngoja tuiache hii, tutaangalia kesho vingine. Kwa leo tumalizie, muda wetu usiende sana. Nimesema jambo la kwanza litakalo kutawala ni nini? Hofu, si ndio Kwa hiyo usipokuwa makini katika uwekezaji kihisia, jambo la kwanza ni hofu. Jambo la pili ni nini? Tamaa. Mfanya biashara ataingia hasara kwa sababu anafanya
biashara kwa tamaa. Jambo la tatu ni kujiamini kupita kiasi. Kwa sababu ulipata faida jana na juzi ukapata faida na mtondogoo unategemea utapata faida. Kwa hiyo unajikuta hautumii utulivu wa kiroho kutafuta uso wa Mungu, unatumia uzoefu kwa sababu ya mafanikio ambayo umekuwa ukiyapata kila wakati. Ndio, mtu mmoja amewahi kusema katika waandishi wa mambo ya mahusiano, anasema kwamba rough seas make good sailors. Mwambie rafiki yako, rough seas make good sailors. Yaani bahari iliyochafuka inawafanya manahodha kuwa hodari. Ikiwa na maana kwamba mtu aliyepigwa vibuti vingi, ameachwa mara kadhaa kwenye mapenzi, anakuwa makini anapoanza mahusiano mapya. Nami ninakwambia hivi, hatutegemei tupigwe vibuti vingi ili tutengeneze uimara, ila tunategemea tuongozwe na Mungu ili tuweze kuwa imara zaidi. Haleluya. Sasa hata kama rough seas make good sailors ina apply kwenu, bado ninakukumbusha kwamba kujiamini kupita kiasi kutakupelekea kutokuchukua tahadhari kwa sababu umewekeza katika kuangalia mafanikio tu. Haui makini ni nani unaenda kuongea naye, ni nani unatengeneza naye mahusiano, maana unajua hata hivyo ulikuwa na kijihusiano mahali fulani, ulitokelezea kihivi ukafanikiwa. Na hivyo sasa mahusiano mengine yanapokuja, wewe hutafuti uso wa Mungu kwanza, unadhani kwamba utashinda. Mnasoma Biblia wote, kumbukeni katika kitabu cha Yoshua. Wana wa Israeli waliposhinda vita na kuangusha zile kuto za Yeriko, walirudi tena Gilgal wakapumzika. Lakini wakati uliwadia wao tena kwenda kupigana na watu wa Ai. Mara ya kwanza walitanguliza sanduku la agano na lilikuwa mbele, makuhani ndio walikuwa wa kwanza na tarumbeta zilitangulia, na wakawa wanapiga vinubi na hizo kelele na ukuta ukadondoka. Waliposhinda ile vita, wana wa Israeli wakajiamini. Zamu ikafika ya kwenda kupiga mji wa Ai, wanamfuata Joshua, wanamwambia usilisumbue jeshi, tunahitaji maaskari wachache tu tukaupige Ai. Mara hii hawakwenda na makuhani, hawakwenda na tarumbeta, walienda kwa kujiamini, na ndipo ambapo walipigwa vibaya mno. Askari wapatao 35,000 walilala usingizi wa mauti kwa sababu ya kujiamini. Nami ninakwambia, yawezekana huu ni uhusiano wako wa 3, wa 4, wa 5. Haukusaidii wewe uzoefu wako huo kufanya mahusiano yanayompendeza Mungu. Tumeelewana watu wa Mungu? Kwa hiyo sana utakutengenezea kujiamini. Kujiamini kwenyewe huko kutakuwa ni katika uharibifu zaidi, maana kuna viashiria ambavyo ni vya hatari, vingine utavipuuzia maana uliwahi kukutana navyo huko nyuma na ukapitaki ujanja ukazani ndio utaratibu. Lakini ninakwambia usijiamini kupita kiasi. Mwambie rafiki, usijiamini kupita kiasi. Jambo la 4, nimesema mangapi hayo sasa? Ya kwanza, hofu. Sawa La pili. La tatu. Jambo la 4 ni majuto. Majuto husababisha kung'ang'ania kwenye uwekezaji usiofaa kwa kuogopa kuumia tena. Unapata tu mahusiano kwa mara ya kwanza. Hapa naanza na maangalizo kisha baadaye nitakwambia tufanyeje sasa. Sawa Haya. Uliwahi kuumizwa. Unapoingia katika uhusiano mwingine, unaanza na kumwambia, unanipenda kweli? Na wewe usije ukanichiti kama John. Unaanza na maswali ya ajabu. Kwa hiyo hatia yako unatembea nayo kwenye mahusiano mapya, yanakufanya usijiamini. Mtu anakuambia, jamani mimi nakupenda. Una haja gani ya kumkumbusha yaliyopita ya wale watu waliowahi kukuumiza? Nimejiona nyie makaka, nyie ni maplayer nyie. Mkaka anakuambia, ukishamsikia tu mdada ambaye ana majuto, kaa mbali. Haleluya. Atakuambukiza na atakupatiliza maovu ya wale maeksi zao wote ambao wao